Our neighbors here, Tanzanian government or the country of Tanzania is currently facing political unrest. This is after the elections that was conducted yesterday oversaw a number of youth who had come out to the streets to join in just a quest to press the government to hold free and fair elections. You know, in accordance to the reports from Tanzania is that the Tanzanian President Mama Samia Suluhu Hassan laid cases to our opponents, particularly those who were threat to a re-election bid, the likes of Tundu Lissu, to court. Now they are fighting their cases in courts. Yet the election now, the biggest competitor is only Mama Samia Suluhu Hassan. That guarantees that the re-election will happen and she will be elected for the second time to continue being the president of Tanzania. And literally, you know, there is a revolution that is coming up in African countries and also Asia, that there are now upcoming young people, popularly known as Gen Zs. Particularly, it started in Kenya as the originator of this thing, when Kenyan government or the country of Kenya was faced with a lot of maandamano that took place in Nairobi, where Kenyans were resisting the implementation of the 2024 finance bill. And in history, for the first time, Tanzania is now facing such kind of things since independence, that Mama Samia Suluhu Hassan has introduced a kind of system in their governance that our predecessors never introduced. We have used to know that Tanzania as a very polite country, that they can't do anything, but things have turned because the president has introduced laws and things that the Tanzanian people do not agree with. And if you want to see it, I just want you to look at some of the clips and see how the youth have barricaded the roads. They have destroyed their polling stations, and they are chanting that the regime of Mama Samia Suluhu Hassan is not doing it right. CCM mmekataliwa leo, yani vituo vyote, kini kituo cha 6 tunateketeza mama zako Samia, kuma mama zako Samia, senge kuma mama zako nini hapa matako wewe, sia senzi mama. And according to what is happening in Tanzania currently, is that there is some speech
by the biggest opposition leader, who is Tundu Lissu, while appearing in one of the forums during his public rally. He said that the only way to deal with the rogue regime is to resist the elections to happen. That kwamba wao sasa wanaanza wasama. That they will now do whatever it takes to prevent elections from happening, because according to Tundu Lissu, they had intel ya kwamba Mama Samia Suluhu Hassan tayari amejipanga kuiba kura ama pengine kuwaweka kuwatia uoga wale wapinzani wake. And that is some of the reasons I think that has led Mama Samia Suluhu Hassan to imprison Tundu Lissu, because of such sentiments that he is a threat to the cohesion of the nation. But in particular, Tundu Lissu said that in whatever May comes, we will resist that election until all the reforms are taken in consideration, that every party is now safe to conduct the election, or to have the faith of the Tanzanian Electoral Commission to conduct a clear, fair and transparent election. Wamesema kitu kimoja, kitu sahihi hapa. Wamesema kitu kimoja sahihi hapa. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli. Ni kweli. Kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi. Tutahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko. Ndio namna ya kupata. Mandela had to go through 27 years but treason ili kupata mabadiliko Afrika Kusini. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha. Walio tayari tutakwenda nao. Tutaenda na walio tayari. Hakuna mtu atawekewa bunduki hapa. Walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba CCM watakuwa walokole, wamebadilika na nini, tutawatakia kila laheri. Sisi sio watu wenye roho mbaya. Lakini kama unataka kuwa mbunge seriously, twende tukapigania mabadiliko. Tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? Sana. Huu uchaguzi tutavuruga huu uchaguzi. Kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba, sahau. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Na mimi nilikuwa nafikiria urais. Ni mtiania. Nimesahau. Au kama ulikuwa unafikiria udiwani Novemba, sahau. Kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana. Sawa. Tukikinukisha vile, tutaumia. Ni kweli. Lakini mimi na imani tutashinda. Unajua kwa nini? Tukikinukisha seriously, watafanya nini? Watatuua. Wanaweza? Watatuua. Kwa hiyo mimi nimekinukisha, nakamatwa napelekwa wapi? Naenda kushtakiwa kwa uhaini, kwa kuamsha maasi. Actually hakuna katika siasa za ukombozi. Sizungumzi siasa za udalali. Kwenye siasa za ukombozi,
Siasa za udalali sio za ukombozi. Kwenye siasa za ukombozi